Hujambo, karibu tena tuendelee kuchambua hii tamthilia ya Wema Hauozi, na leo tunaangalia mbinu za lugha katika hii tamthilia. Jina langu ni Bi Kamau Millicent. Mbinu za lugha ambazo tutaziangalia katika makala ya leo ni 3. Na hivyo basi nitaanza na swali kwako wewe mwanafunzi. Swali la kwanza. Ile mbinu ya kulinganisha vitu au hali mbili kwa kutumia maneno kama, ja au mithili ya inaitwaje? Vizuri, inaitwa tashbihi. Swali la pili, mbinu ya kuswahilisha maneno au kufanya maneno ambayo sio ya Kiswahili kuwa ya Kiswahili nayo inaitwaje? Naam, pongezi. Hiyo mbinu inaitwa utohozi. Swali la mwisho, tunahitaje semi fupi au tungo fupi ambazo hutoa wosia kwa kutumia lugha ya kimafumbo? Naam, asante. Semi fupi au tungo fupi ambazo hutoa wosia kwa kutumia lugha ya kimafumbo huitwa methali. Na hivyo basi, hizo ndizo mbinu 3 ambazo tutaangalia katika makala ya leo. Tutaangalia methali, mbinu ya tashbihi na mbinu ya utohozi. Methali. Mwandishi ameweza kutumia mbinu ya methali ili kufanikisha kazi yake. Na methali ambazo zimetumika katika hii tamthilia ni kama vile, ukurasa wa 3 kuna methali hapo. Mishi anasema aliye na macho haambiwi tazama. Hiyo ni methali. Ukurasa 6, Mishi vilevile anamwambia Mabula kuwa hujui kuwa hakuna mwiba usiokuwa na uchungu. Hiyo ni methali kuwa hakuna mwiba usiokuwa na uchungu. Ukurasa 7, Mabula anamwambia Mishi mwanzo wa ngoma ni lele. Ukurasa wa 8, mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. Hapo kuna mdokezo wa methali. Methali ambayo husema mkuki kwa nguruwe mtamu ila kwa binadamu mchungu. Ukurasa 12, tunamwona Dama akisema wanasema lisemwalo lipo. Hapo anadokeza ile methali ambayo husema lisemwalo lipo na kama halipo lipo njiani laja. Ukurasa 15, tunamwona Mishi akisema panapo wazee hapaharibiki neno, lakini vikao vyenu havina hujambo yoyote siku hadi siku. Hiyo sehemu panapo wazee hapaharibiki neno ni methali. Ukurasa 21, Mabula anasema wanasema ya kale hayanuki, sasa imebaki kutazama mbele na kusahau yaliyopita. Anadokeza methali ya kale hayanuki, mavi ya kale hayanuki. Ukurasa 30, tunamwona Bi Buba akisema yaliyopita si ndwele, usiyajali ya nyuma sana. Anadokeza ile methali isemayo yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Bi Buba vilevile hapo mwisho kwa chini anamwambia Mishi bahati ya mwenzio usiilalie mgongo wazi, kila mtu ana riziki yake. Na hapo tunapata ile methali ambayo husema bahati ya mwenzio usiilalie mgongo wazi. Mwisho wa mbinu yetu ya methali, tashbihi. Tashbihi tumesema ni kulinganisha vitu au hali mbili kwa kutumia maneno kama, mithili ya au ja. Katika ukurasa 12 tuna mdokezo wa tashbihi. Dama anasema hata ndevu zake na nywele zimekuwa timtimu kama za Dama alikuwa akimrejelea babake Mabula, na tunaona alikuwa akitaka hapo kulinganisha nywele za Mabula
na nywele za labda kiumbe fulani, akisema kuwa nywele zimekuwa timtimu kama za, ingawa hajamaliza hapo, tunajua kuwa alikuwa akitaka kulinganisha. Kwa hivyo hapo tuna tashbihi. Ukurasa 15, Mabula anasema, lakini wapi, umeniandama kama kivuli. Alikuwa akimwambia Mishi kwamba amekuwa akienda huko kwenye baa ili aepuke kelele za Mishi. Akija nyumbani anajaribu kutulia, lakini hapati ule utulivu. Mishi bado amemwandama kama kivuli, kama vile kivuli huandama mtu, hakimwachi, kinamfuata popote aendapo. Ukurasa 20, Mabula pia anasema, leo imepita, lakini tusikubali kujiinamia kama mimea. Na tashbihi, kujiinamia kama mimea. Vilevile anaendelea na kusema, badala yake tujikunyate pamoja kama vifaranga yatima walionyeshewa. Vilevile hiyo ni tashbihi, kujikunyata pamoja kama vifaranga yatima walionyeshewa. Ukurasa 21, Mishi anasema, kumbe umekonda kama ng'onda mume wangu. Alipompata Mabula amevalia suti na akagundua kuwa ile suti haimchukui kama ilivyokuwa ikimchukua awali. Anamwambia amekonda kama ng'onda. Ukurasa 24, Mishi anamwambia Dama, mlipendana kama sahani na kawa. Walipokuwa wakiongelelea mabadiliko ambayo Dama amepitia. Na Dama akasema kuwa alipenda shule yake ya awali kwa sababu ilikuwa nzuri na alikuwa na marafiki wake wa tangu utotoni. Na Mishi akakubaliana naye, akamwambia naam, mlipendana kama sahani na kawa. Ukurasa 26, tunamwona Temba akisema, ninajua kazi yako ilikatika kama maji katika mfereji. Alipokuwa akimwambia Mabula kwamba kazi yake Mabula ilikatika kama maji katika mfereji. Mabula katika huo ukurasa anamwambia Temba, kuachishwa kwangu kazi kulikuwa mfano wa umeme unaokatika na ghafla binvu unajikuta gizani. Kwamba analinganisha kule kuachishwa kwake kazi, vile aliachishwa ghafla, na vile umeme hukatika alafu mtu ghafla anajipata gizani. Ukurasa 34, Mabula anamwambia Mishi, ona tunavyofukuzana hapa kama watoto wachezao mwajificho. Walikuwa wanapata vurugu, wanafukuzana, na Mabula analinganisha kule kufukuzana kwake na Mishi kama kule kufukuzana kwa watoto wanaocheza ule mchezo wa mwajificho. Mwisho ukurasa 43, tunamwona Mishi akimwambia Mabula. Hii ilikuwa ni baada ya Mabula kuambiwa kuwa atarudishwa kazini na kupata kazi katika lile kampuni la kibinafsi. Na alipofika nyumbani alikuwa na bashasha sana. Na Mishi akagundua vile, akamuuliza, mbona una furaha kama kibogoyo aliyeota jino? Mbona una furaha kama kibogoyo aliyeota jino? Analinganisha ile furaha ya Mabula na furaha ambayo kibogoyo, mtu ambaye hana meno, ile furaha ambayo yule kibogoyo anaweza kuwa nayo wakati ameota jino. Mwisho wa mbinu yetu ya tashbihi. Mbinu ya utohozi. Huku ni kufanya maneno yasiyo ya Kiswahili kuwa ya Kiswahili. Kuswahilisha maneno. Ukurasa wa 3, tunamwona Mishi akisema, hatukulijua hilo bosi. Wakati Mabula alikuwa akisema kuwa anampigia kelele, na Mishi anamwambia, hatukulijua hilo bosi, basi tungekuletea hata nao huo usingizi ili utulie. Kwa hivyo hapo tunapata utohozi wa neno bosi kutoka kwa lile neno la Kiingereza boss. Ukurasa 10, Mishi anasema, usije ukachelewa na skuli. Anamwambia Dama. Wakati Dama aliamka usiku, kapata Mishi hajalala na wakaanza mazungumzo.
na Mishi anamwambia usije ukachelewa, aende alale asije akachelewa na skuli. Skuli pale ni utohozi wa neno school. Ukurasa 10, Dama anasema inapendeza sana lakini hatuna tena televisheni. Sijui kwa nini baba aliiuza. Televisheni ni utohozi wa neno television. Ukurasa huo huo wa 10, Dama anasema tulipotoka skuli leo tulitoka kwenda kucheza. Lile neno skuli linarudiwa tena pale. Skuli utohozi wa neno school. Ukurasa 14, Mishi katika uzungumzi na Asia. Anasema skuli, anarudia lile neno skuli. Anasema anaongea kuhusu huyu Dama. Anasema badala ya kumtia skuli anakutia yeye. Ukurasa 22, Mabula anapoeleza kuhusu Dama na yale mabadiliko ambayo yamempata Dama, anasema kuwa michezo ya Dama ilikuwa ni kompyuta na burudani yake ilikuwa tu ni kutazama televisheni. Hayo maneno mawili, kompyuta na televisheni, ni utohozi. Ukurasa 31, Mishi anasema unga ndio huo unashindana bei na petroli. Petroli pale ni utohozi wa neno petrol. Ukurasa 38, tunamwona Hiza akimwambia Mabula hapata kuwa na usaili kwa sababu rekodi yako iko wazi. Rekodi pale ni utohozi wa neno record, kwamba record ya Mabula ilikuwa wazi na hivyo basi hapakuwa na haja ya kumfanyia usaili. Ukurasa 38, tunamwona huyo Hiza akiongea kuhusu kozi fupi fupi na anasema haifai hivyo. Induction ni muhimu sana na zile kozi fupi fupi kwa ajili ya kumnoa mfanyakazi. Hapo neno kozi ni utohozi, utohozi wa neno course. Hapo katika neno kozi, katika utohozi wa neno kozi, ndio tunafikia mwisho wa makala yetu ya leo. Asante kwa kutazama au kwa kusikiliza na natumai kukuona tena. Kwaheri.